Katika jiji la Dar es Salaam, kulikuwa na nyumba moja kubwa sana ya tajiri mmoja aliyeitwa Mzee Salim. Mzee Salim alikuwa na biashara nyingi sana. Alikuwa na magari ya kifahari na nyumba kubwa sana. Lakini mtu aliyempenda zaidi duniani alikuwa binti yake aitwaye Aisha. Aisha alikuwa msichana mrembo sana. Alikuwa na kila kitu ambacho watu wengi wanaota kuwa nacho: nguo za gharama, simu mpya kila mwaka na maisha ya starehe. Lakini Aisha alikuwa na tabia moja mbaya sana: kiburi. Aliamini kuwa mtu mwenye pesa ni bora kuliko wengine, na kwa sababu baba yake alikuwa tajiri, aliwaona wafanyakazi wote kama hawana thamani. Siku moja, kijana mmoja alifika nyumbani hapo kuomba kazi. Jina lake lilikuwa Juma. Juma alikuwa kijana mtulivu sana. Alikuwa na heshima na alikuwa tayari kufanya kazi yoyote ili kupata maisha. Mzee Salim alimpa kazi ya kusaidia nyumbani, lakini tangu siku ya kwanza Aisha hakumpenda Juma. Alimwangalia kwa dharau, kisha akasema kwa sauti ya juu, "Huyo ndiye mfanyakazi mpya?" Juma alinyamaza, aliinama kwa heshima. Siku zilipita na maisha ya Juma nyumbani hapo hayakuwa rahisi. Kila siku Aisha alimpa kazi ngumu, alimdharau mbele ya watu, na wakati mwingine alimfanya aanze kazi upya kwa makusudi. Lakini Juma hakuwahi kulalamika. Aliendelea kufanya kazi kimya. Ndani ya nyumba, Mzee Salim alikuwa anaona kila kitu, na kila siku moyo wake uliumia. Siku moja alimuita Aisha, "Mwanangu, usiwadharau watu." Lakini Aisha alicheka, "Hawa ni wafanyakazi tu." Mzee Salim alinyamaza, kwa sababu moyoni mwake kulikuwa na siri kubwa sana. Baada ya miezi kadhaa, Mzee Salim alianza kuugua. Mwili wake ulidhoofika sana, na mtu aliyekuwa karibu naye kila siku alikuwa Juma. Juma alimsaidia kunywa dawa, alimsaidia kutembea, na alimjali sana. Lakini mara nyingi Aisha alikuwa nje na marafiki zake. Hakujua kuwa baba yake alikuwa anazidi kuwa dhaifu. Usiku moja, hali ya Mzee Salim ilibadilika ghafla. Alikimbizwa hospitali. Aisha alipofika hospitali, alikuwa na hofu kubwa sana. Dakika chache baadaye, daktari alitoka nje ya chumba. Uso wake ulikuwa mzito. "Samahani sana, Mzee Salim amefariki." Aisha alipiga kelele kubwa, "Baba!" Baada ya mazishi, wakili wa familia aliwaita Aisha na Juma. Walikaa kimya ndani ya ofisi. Wakili alifungua faili, kisha akasema polepole, "Kuna jambo ambalo Mzee Salim alitaka lijulikane." Aisha alisikiliza kwa makini. "Aisha, wewe si mtoto wake wa damu." Aisha alishtuka sana. "Unamaanisha nini?" Wakili alisema kwa utulivu, "Mzee Salim alikuchukua kwenye kituo cha watoto yatima ukiwa mdogo." Kimya kikubwa kilitawala chumba. Kisha wakili akaendelea, "Na mtoto wake wa kweli ni Juma." Chumba kilikuwa kimya sana. Aisha alikuwa ameshika mikono yake kwa hofu. Juma alikuwa amekaa kimya, macho yake yakiwa chini. Wakili alifungua faili polepole, kisha akasema kwa sauti tulivu, "Kabla sijasema ukweli wote, kuna jambo muhimu mnapaswa kujua kuhusu Juma. Miaka 24 iliyopita, kulikuwa na mwanamke aliyekuwa akifanya kazi kwa Mzee Salim. Jina lake lilikuwa Rehema. Alikuwa mwanamke mwema sana, mchapakazi na mwenye moyo wa huruma. Kadri muda ulivyopita, Rehema na Mzee Salim wakaanza kupendana, na baada ya muda, Rehema akapata mtoto.
Mtoto huyo alikuwa Juma. Lakini maisha wakati mwingine huwa na maumivu. Muda mfupi baada ya Juma kuzaliwa, mama yake aliumwa sana na siku moja akaaga dunia. Kifo hicho kilimuumiza sana mzee Salim, lakini wakati huo maisha yake yalikuwa na matatizo mengi sana. Biashara zake zilikuwa zinaanguka na kulikuwa na migogoro mikubwa ndani ya familia yake. Kwa sababu hiyo, Juma alipelekwa kulelewa na ndugu wa mama yake kijijini na akakuwa mbali sana na baba yake. Miaka ilipita, Juma akakuwa kijana, na kama vijana wengi maskini, alianza kutafuta kazi ili aishi. Bila kujua, hatua ya maisha ilimrudisha mahali pa ajabu sana. Siku moja, Juma alifika hapa nyumbani kuomba kazi. Juma alikuwa kijana mtulivu sana. Alikuwa na heshima na alikuwa tayari kufanya kazi yoyote ili kupata maisha. Mzee Salim alimpa kazi ya kusaidia nyumbani. Mzee Salim aliacha barua ya mwisho. Wakili akaanza kusoma. Kwa binti yangu Aisha, nilijua siku moja ukweli huu utajulikana, lakini nilikulea kwa upendo mkubwa. Nilitumaini kuwa siku moja ungejifunza kuwa mtu mwema. Na kwa mwanangu Juma, samahani kwa miaka yote ambayo hakujua kuwa mimi ni baba yako. Lakini kulikuwa na mstari wa mwisho, mstari uliovunja moyo wa Aisha kabisa. Nyumba hii, mali zote zinabaki kwa mwanangu Juma. Lakini nina ombi moja tu, usimfukuze Aisha, kwa sababu licha ya makosa yake, bado nilimpenda kama mtoto wangu. Chumba kilikuwa kimya kabisa. Aisha alianza kulia sana, kwa sababu sasa alielewa ukweli mchungu. Mtu aliyemdharau kila siku ndiye alikuwa mrithi wa kila kitu. Usiku huo, Aisha alikaa peke yake sebuleni. Aliangalia picha ya baba yake ukalani, kisha akamwangalia Juma. Kwa sauti ya chini akasema, "Samahani." Juma alimwangalia kwa utulivu, kisha akasema kwa sauti polepole, "Baba alinifundisha kusamehe." Lakini Aisha aliendelea kulia kwa sababu alijua kitu kimoja: baadhi ya makosa yanakuja na majuto ya hayawezi kufutwa. Usiwadharau watu kwa sababu ya pesa, kwa sababu maisha yanaweza kubadilika kwa sekunde moja, na wakati mwingine mtu unayemdharau leo ndiye anayeshika maisha yako kesho.